Yo wanangu wa kitaa, wanangu wa mtaani, bana mambo vipi? Once again it's your boy Santos the MVP of man of amazing. Bana tupo ndani ya Kakuma 1, tumetembelea bana dada yetu namuona. Na muda mrefu kidogo tumepoteana naye, angalau tupige na story 2-3. So hakuna haja kumtambulisha Coco. Coco ni a famous girl anajulikana, mambo mengi ambayo anakuyafanya. Ni mtu popular especially sana kwa upande wa filamu, amefanya kazi nyingi. Amekuwa pia presenter wa One Nation, amekuwa presenter wa Sound for Life. So hakuna haja kumtambulisha kwa sababu anajulikana. Dada vipi? Salama. It has been long time. Mazuri ni gani? Hakuna, ni kuchill tu. Hata unazidi kupendeza. Nini siri ya mafanikio? Pesa. Umepata sponsor kutoka majuu ama inakuaje siku hizi? Amna ndugu zangu. Ni hivyo tu, tuna glow. Na tunapaka maji ya mchele na tuna glow. Ya ndio nakwambia siri ya mafanikio paka maji ya mchele. Enda na wewe ujaribu kidogo uone kama utatoka vumbi kichwani. Hivyo basi bwana, kuna hili kidogo imekuwa sasa hivi ni gumzo hapa Kakuma. Especially tumeona vijana wetu wa Kakuma siku hizi ukiona kidogo ukibrowse kidogo mtandaoni ndoa njema. Kidogo mtandaoni ndoa njema. Wewe kama wewe na wewe kidogo umekuwa legendary kwenye masuala ya mtandao, sasa hivi kidogo ndo umepotea. Unaanza kuzungumzia kuhusiana na swala nzima la ndoa njema ambazo zimetrend so far. Yaani hata mimi nimechoka. Yaani kusema tu ukweli nimechoka. Hata nilipost, nakumbuka nilipost nimechoka na hizi ndoa njema. Mnaoana sana. Mtupumzishe na sisi. Mnatuzeekesha. Yaani watoto wadogo wanaolewa, wanaoana, inafika time sasa mmekuwa wakubwa ndio mnataka sasa kuanza yani nasema je kuenjoy na mnakuta mnaachana kwa sababu mnajikuta hamjawahi fanya hizo mambo. So unataka anza kuzifanya kwa ukubwa mnaachana. Muoane mkishakuwa wakubwa, mpumzishane kwanza. So una nini cha kushiria vijana ambao wanaoana kila siku ilali kwamba unakuta wao bado ni wadogo na bado wanaoana, ikifika baada ya miezi 3-2 ndoa imeharibika, una nini cha kuwashauri? Watulie, wafanye kazi, watafute pesa. Ndio watafute kwanza pesa. Lakini sasa watangazaji wengi so far sasa hivi ndio wanaoana, kama vile tumeona kuna hii New Generation TV. Kuna kijana mmoja ambaye alichukua jiko this week, mwingine the other week akachukua jiko, na wote ni wa presenter, ma TV presenter. So na wewe kama presenter wa TV una nini cha kuambia vijana kama nao? Kwanza kitu kiliniuma. Kumuona huyo alikuwa anafanya kazi gani? Sio alikuwa anafanya na TV gani hiyo? New Generation. Huyo jamaa alikuwa mwenza sana. Ikaniuma. Kwa nini Zuchu umetutolea huyo jamaa kwa soko jamani? Bado tulikuwa tunamhitaji. Lakini ni vizuri waoane, waishi tu salama. Mungu awabariki. So umesema kwamba jamaa ulikuwa bado unamhitaji. So ikitokea nafasi kusema kwamba jamaa sasa hivi amemfukuza Zuchu, umeamua kuwa naye, hiyo nafasi unaweza kaipata jamaa? Sisi kwa nafasi ya kumpenda, haikuwa eti ile tunampenda kwa kimapenzi, but tulikuwa tunatamani kumuona tu the way yako hivyo, so handsome, so classic, hivyo tu. So sasa hivi kwa sababu ameoa ndo ule handsome umeisha au classic utaisha? Kwa nini uishe? Kwa sababu gani? Unajikuta handsome na venye alikuwa, so ni pesa ndio inamfanya, pesa yake ndio inamfanya anunue sijui swag, anunue sijui, lakini sasa hizi swag hazitakuwa tena kwa sababu ataanza kuspend kwa mke wake, amkulishe, amvalishe. Yes. Okay. Yeah. Bwana, tunaenda kupiga story na Coco, anakuambia kwamba jamaa Snazi umeoa, sasa hivi zile swaga anasema zitapungua kwa sababu majukumu mengi sasa hivi utafocus sana kwa mke wako. Bwana, na kama mko hapo hivi endelea kuwatch Disando Production. Last time nafikiri nilikuwa na interview na Nike, na kuna ile Nike ambaye aliongea akasema kwamba yeye ndo msana anajua kudrip wherever wapi Kakuma 1, kuna ambaye anamzidi Kakuma 2, kuna ambaye anamzidi ndo anazidi kudrip. So ukiwa kama ndugu yake ya Nike, so far sasa hivi ndoa zimetrend sana Kakuma 2, Kakuma 3, 6 huko zimetrend sana. Una nini cha kuongea kuhusiana hilo swala? Mimi kwa Nike, hiyo kwanza interview hiyo ya kitambo, Nike hakuongelea wamama, lakini niliona wamama ndo wadijibu. Sasa sijui kitu kenye kiliwasha wamama mpaka wakakuja kujibu, lakini Nike aliongea wasichana. Tuelewane, kuna tofauti ya msichana na mumama. So tusiko tunaingilia mada. Unasikiza kwanza interview. Wewe utajibu kama nani? Alafu kuhusu ndoa, hivi ndoa ya Nike mama? Ndoa ya Nike ama gani? Kuna zile ndoa sasa zimetrend za wasichana wa Kakuma 3. Kakuma 2, sikia nikwambie. Msichana anaoleka, kuna wale wasichana wa Kakuma 2 na Kakuma 3 wanaoleka kwa sababu gani? Ni msichana alikoma, anajua nikishafikisha miaka 16, 17, 18 nitaoleka. Wao ndio wamekoma, wanajua hivyo. But sisi huku Kakuma 1 tumekoma tukijua tukishafikisha miaka 18 tunaanza kutafuta kwanza
pesa alafu ndo tukuje sasa kufikiria labda tutauleka. Ndio maana msikindo njema sana huko Kakumawan. Sasa hivi kuna ile ambayo ipo na hiyo inakuaga tu kwa takriban kwa miaka 7 sasa hivi. Kuna ile ambayo inasemekana kwamba wanawake Kakumawan aolei kwa sababu ni malaya. So tukirudia kwenye hiyo point, wewe una nini cha kuongea kuhusu ile swala? Mimi kivyangu kwanza nina swali. Je, utakuwaje malaya na wewe si mrembo? Unajua mademo wa Kakumawan wanatuita malaya kwa sababu wanatusikilia wivu sisi ni warembo. Uwezi kuwa malaya na we ni mbaya. Kuna mademo wa Kakumatu. Acha tu niseme ukweli. Kuna mademo wa Kakumatu ukiwaweka hivi, hata wakwambie 50 bob my friend hawezi kuachukua. Hata 50 bob huwezi. Hata akikwambia jamaa twende bure basi hawezi kuchukua kwa sababu si wazuri, si wazuri, hawakai vizuri, hawajui kuvaa, hawajui kitu chochote. So hapa Kakumawan sisi ni wazuri na ndio maana wanatuita hivyo. Nikutonea tu hivyo. Na umalaya kila mwanamke ni malaya. Bwana. Naona kusikia hapa ni makubwa. Najua ndugu zangu, nafikiri wengi mnafuatilia interview. Drop your comment concerning vile amesema kwamba kila mwanamke ni malaya, mademo wa Kakumawan ni wazuri kupita mademo wa Kakumatu, Kakumatri. Kwa sababu gani? Ungekuwa eti kwamba wao sio wazuri, bwana labda wasingekuwa wanafuatwa na vijana, lakini wao ni wazuri ndio kwa maana wanazidi ku maintain na ile akili ya kusema kwamba nyinyi mademo wa Kakumatu. Imagine mtu amefikisha 18 years ndio anataka sasa kuolewa. Lakini huku kwao wana maintain, wajua akifikisha 18 years anaanza kujitafuta, tafute maisha, kipato. So tukirudi nyuma kidogo, kuna ile story ambayo ile trend ya Nike ambayo tuliweka pale mtandaoni. Nike na Mafia ni watu ambao tuseme maybe walishare boyfriend, whereby Mafia alikuja juu akasema Nike ni mjinga, hawezi kumuongelea vitu kama vile. So kulingana na wewe sasa una nini cha kuongelea ile swala? Kwa sababu Nike Mafia alikuwa ni mtu kama vile mwanasema like anamtafuta Nike kama ni ngumi wazingiane kwa sababu ya nini, ya mwanaume. Kwanza mimi simjui Mafia but nasikia tu jina lake. So yeye pilipili ilimuasha. Pilipili ilimuasha na kwanza angipoza tu kidogo, angeongea mengi kwa sababu angekutana na Nike, angekutana na mimi. Kwanza kabla ufikia Nike unafikia mimi, so angemfikia Nike kwa lolote. Sio ngumi, sio kuvaa, sio kutrendi, sio my friend hakuna. So tukienda kumaliza, ushauri mmoja ambao unaweza kutoka kwa madada ambao wanaolewa kila leo bila kujipanga, bila kujitafuta, ushauri mmoja ambao uko nao na wale madada ambao kwa Kakumatu ambao mara nyingi wanapenda kusema kwamba mademo wa Kakumawan wao ni malaya. Ushauri gani ambao unaweza kuwapa? Okay, mimi kitu ningesema kwanza kwa wale mademo. Kwanza sio mademo, ni mudem. Ni mudem ambaye anazoea sana kusema hiyo maneno. Si eti ni mudem, ni mumama. Ni mumama. So mimi kitu nitamwambia huyo mumama ni afanye kazi yake. Anasema mademo Kakumawan hawajui kufanya kazi. Sasa juu amesapotiwa na familia, huyo demo amesapotiwa na familia kabisa, kwa sababu tukiangalia ni familia yake ndio ilimsupport, but sisi ni wale ambao familia yetu ndio natamani sisi tuwasupport. So tunapambana ili tusupport familia yetu, but yeye familia imemsupport, so anyamanza afanye kazi yake. Sio lazima ukae tu ukiongelea watu kila time. Kila ugomvi kitokea ni wewe ndio umefanya. Ugomvi kitokea ni wewe tu ndio umefanya. Mama tulia. Nafikiri ndio utakwenda kutoka ushauri kwa hiyo mama ambaye mimi mwenyewe simjui. Bwana mama, unaambiwa tulia. Mambo mengine yanahitaji wasiana wao kwa wao, wapelekane juu, lakini ikiwa kama uko hapo nje bwana, endelea kufuata interview hapa. This was Santos Production. Mimi mwenyewe naitwa Santos, man amazing bwana. Tukutane next time guys. Bye bye.